matunda, matembele, mulili, msonsozi, mlonge, mchaichai, kashwagara, ntula, sidifo na kadhalika. Pole sana. Pole. Anahitaji karishi kidogo hiyo. Tatu, rangi ya tatu, rangi ya manjano. Hii inajumuisha matunda. Rejea kitabu cha Mwanzo sura ya 1 aya 29. Ina pamoja na matunda: papai, embe, pera, chungwa, nanasi, kanana, parachichi, ndizi mbivu, mtuntunu, sharazi, mashasha, tufaa, komamanga, zambarau, zaituni, tende, pilipili, wese, nyanya na kadhalika. Na pilipili ni tunda. Ndio nafikia hicho pilipili sio tunda. Tunda pilipili. Changanya huko kwenye matunda. Usile vitamu tu. Mungu ameweka ladha mbalimbali kwenye matunda. Rangi ya 4 nyekundu. Ndio vyakula vya protini. Soma kitabu cha Mwanzo sura ya 9 aya 3 hadi 4. Nyekundu ni pamoja na nyama, samaki, mayai, maziwa, kunde, uyoga, senene, kumbikumbi, alizeti, karanga, choroko, mbaazi, korosho na kadhalika. Vyote hivyo ni kuhusu rangi nyekundu au vyakula vya protini, vya kuongeza protini. 5, rangi ya bluu. Ndio maji safi na salama. Kunywa lita 3 kila siku kwa mpangilio mzuri. Asubuhi moja, mchana, jioni moja, hivi. Rangi ya 6 ni nyeusi. Hii ni tibarishe. Rejea kitabu cha Sira sura ya 38 aya ya 4 hadi ya 9. Tutajisomea hapo. Mbinu ya 5 ni ya kuchapa kazi. Mbinu ya 5 katika kukomboa muda: chapa kazi. Fanya zoezi la kilimo. Jembe, kazi ni wai. Na Biblia nasema, na nukuu, usichokie kazi ngumu au kazi ya shambani iliyopangwa na Mungu mkuu. Mwisho wa kunukuu kutoka kitabu cha Sira aya 7 hadi 15. Kuna babu fulani aitwaye Mzee Ivo Damiano, baadhi yenu mnamfahamu. Alizaliwa mwaka 1900 akafariki mwaka 1987. Alifariki akiwa na umri wa miaka 87. Huyu alizoea kuambia wajukuu zake hekima hii, na nukuu: ukilima njia, yaani kwa kuzurura, utavuna njaa. Ukilima kutembelea watu wakati wa milo, utavuna maneno. Ukilima usingizi, utavuna tongo. Eiko. Ukilima shamba, utavuna chakula. Mwisho wa kunukuu. Tuko pamoja? Basi narudia. Ukilima njia, utavuna njaa. Ukilima kutembelea watu wakati wa milo, utavuna maneno. Ukilima usingizi, utavuna tongo. Ukilima shamba, utavuna chakula. Mwisho wa kunukuu. Biblia inatuelekeza namna ya kufanya kazi.
Sikia kwa makini, na nukuu: fanyeni kazi kwa hofu na tetemeko kwa ajili ya ukombozi wenu. Fanyeni kila kitu bila kunung'unika na bila ubishi, ili mpate kuwa watu safi, wasio na lawama, kama watoto wanyofu wa Mungu wanaoishi katika ulimwengu mbaya uliopotoka. Mwisho kunukuu kutoka waraka kwa Filipi sura ya 2 aya ya 12 hadi 16. Mbinu ya 6, usijilinganishe na wengine wala kuwaiga wengine. Huko ni kupoteza muda. Biblia inasema, na nukuu: lakini kila mmoja wenu na aupime vizuri mwenendo wake mwenyewe. Ukiwa mwema, basi naweza kuona fahari juu ya alichofanya bila kuwa na sababu ya kujilinganisha na mtu mwingine, maana kila mtu anao mzigo wake mwenyewe wa kubeba. Mwisho kunukuu kutoka waraka wa Mtakatifu Paulo. This is your brain when you're struggling to focus. And this is your brain when you're in the zone. Hadi ya 5. Mtakatifu Carlo Acutis aliyetangazwa na kutawazwa mtakatifu tarehe 6 Septemba 2025 na Papa Leo wa 14, alizoea kusema, we are born originals, we die photocopies. Yaani, tunazaliwa tukiwa original, tunakufa tukiwa nakala au vivuli. Tunazaliwa kila mtu akiwa na swali lake la kujibu. Tunakufa tukinakiri majibu ya maswali ya wengine. Kwa ufupi, swali hilo linafanana sura yako na umbo lako. Jinsi ulivyoumbwa unapaswa kuridhika hivyo, lakini nakufa unatamani kuwa na sura ya mwingine, si ya mzungu. Mzungu nakufa natamani kuwa Mwafrika na nywele zilizokunja kunja na kupoteza muda saa ya kuiga na wivu. Basi tambua vipaji vyako, tambua karama zako, tambua talenta zako ulizo nazo Mungu alizokujalia, na uzifanyie kazi kuanzia sasa.